This man, Rigathi Gachagua, I want you to take a keen look on this video, the whole of this video. I know you have not found this video anywhere, any media, but brave media like Gusii TV was there. We compromised our safety to capture every moment, every activity. I want you to take a keen look of this video, and at the end you will realize that indeed Rigathi Gachagua as the main character is a man on a mission, and is very sure and is very keen, working day and night to ensure that William Samoei Ruto is a one-term president. Great journalists like AC Bon were on the ground. They represented Gusii TV, compromised their safety to bring you every details on the rally by opposition, united opposition, led by Rigathi Gachagua, Stephen Kalonzo Musyoka, Mithika Linturi, Martha Karua, though she was absent, and we noted the absence of another principal, Fred Okengo. Matiang'i, just watch and let's meet in the comment section. So hiyo miti imetolewa ama? Ni kama si ndio? Ni kama wametoa hii miti, si unaona hii gari? Watu wanasema nini? Azini wanataka akuje. Unajua ile shida ile jamaa alikuwa na bomu kubwa hapa kuliko town. Nani? Huyu. Huyo ni nani? Watu wameanza kufika. Huyo ni wa Wanta mama tuta. Watam. Huyo mtu. Watam ilikuwa na simu, ilikuwa na bomu wa simu. Akina Rigathi. Akina Rigathi watu wameanza kuja bwana. Hawa tuta ni nani? Hiyo bibi iko na simu. Huyo ni nani? Huyo ako juu. Nikitia anataka chini wewe kuimba nile. Huyo mate ni nani? Ni anataka kumenele panga. Kumbe mbogia wanja ni mingi. Amerika. Leo alikuwa amesema hata mbunge tutapita. Alikuwa ameambia kijana mmoja anajua mbunge. Wow. Dia captain. Ndio ya captain. Alikuwa mnasema hata pita bwana. Tutapita nini? Captain. Huyu jamani nani huyu? Huyu ni nani? Dia captain, mmetaka ringo. Ni Ntuli ndio huyu. Alikuwa amesema hata pita. One time.
Austin Bidan Muturi amekuja na kiongozi wa Wameru, kinara wetu, msemaji pekee wa jamii ya Wameru, Senator Captain Rebecca. Unafika Meru? Hapa si nyumbani? Yes. Sasa hapa nyumbani Meru, murauga atia? Ati? Meru mnasemaje? Meru mnasemaje? Taske mnasemaje? Harambee! Harambee! Meru ni wanta? Wacha tufanye practice. Harambee! Wewe Ruto! Wewe Kasongo! Wewe Kaongo! Wewe Zakayo! Wewe mwizi! Wewe muuaji! Wewe mtu ya Singapore! Wewe adui ya watu ya Meru! Kasongo asiende! Kasongo asiende! Wangapi wanasema Kasongo? Harambee! Hapana, sukumana kiongozi akuja polepole. Ni Captain Rebecca Linturi. Yes. Watu ya nyumbani, tumefika hatujafika. Umefika. Unajua mimi nashangaa. Ngoja kidogo. Mimi nashangaa. Tuko na viongozi Bonoko. Yes. Huyu gavana wa Meru si Bonoko? Bonoko. Ulimchagua? Hapana. Iko mtu alichagua huyu gavana? Hapana. Si mlichagua Kawira Mwangaza? Yes. Huyu mtu ni Bonoko si Bonoko? Bonoko. Sasa huyu gavana anapanga fujo. Anakata miti. Anaweka mawe kwa barabara. Hata nikijia asifike Meru. Aende asiende? Aende. Huyu gavana ni aibu si aibu? Aibu. Huyu Mutuma gavana Bonoko aende nyumbani. Kabisa. Kuna mtu alichagua yeye? Hapana. Wangapi wanasema gavana Bonoko aende nyumbani? Bonoko aende nyumbani. Mimi nauliza, huyu Soprano mnamjua? Iko mtu alimchagua Meru? Hakuna. Ni Bonoko si Bonoko? Bonoko. Huyu Soprano ni Bonoko si Bonoko? Bonoko. Si ni mimi mlichagua David Lowassa? Nachagua. Huyu Kindiki Soprano kuna mtu alichagua yeye? Hakuna. Wewe utakuwaje David President na uko na tabia ya utoto? Ati unafunga barabara. Ati unafunga barabara na mawe, ati na miti. Ati viongozi wasifike hapa. Aibu si aibu? Aibu. Aibu si aibu? Aibu. Mimi nakwambia wewe Soprano. Wewe ujulikani hapa Meru. Wewe ni mgeni hapa. Unakuja hapa nyumbani kuleta fujo. Hakuna mtu alikuchagua. Wewe wachana na sisi. Wewe ng'ang'ana na Oburu Odinga ndio mtu ya rika yako. Ndio. Si ndio? Ndio. Harambee! Wanda! Harambee! Wanda! Unajua hii Soprano ni ile kitu inaitwa sanamu. Si ndio? Robot. Ni mtu ametuaibisha. Anaitwa na Ruto, kila kitu ni yesa. Wewe Soprano. Yesa. Wewe Soprano. Yesa. Enda huko Meru. Yesa. Nasikia nikijia nakuja. Yesa. Funga barabara na mawe. Yesa. Funga na miti. Yesa. Tafuta vijana. Yesa. Wapatie pesa. Yesa. Wapige wa Meru wenzao. Yesa. Hata waumize wa mama. Yesa. Hata watoto Soprano wapige. Yesa. Soprano ni bure si bure? Ni bure. Si ni bure kama supu ya marenge. Wewe Soprano na Kasongo mkwenda nyumbani. Hatuna haja na wewe hapa Meru. Si ndio? Mtu unajiita ati Deputy President. Na tabia yako ni ya utoto. Hata ya kufunga barabara na miti na mawe. Ya kuumiza wamama na watoto. Hawa watu wanatembea na Kasongo, tabia yao ni kama Kasongo. Mchara na Mokodo. Mchara na Mokodo. Akondo kagota juu. Mchara na Moichi. Aiya gotake. Mchara na Moragani. Orora gotake. Mchara na Kevenji. Aleja na gotake. Bure si bure? Bure. Huyu Kasongo na Soprano waende wasiende? Waende. Mimi nimekuja hapa Meru nyumbani. Si mimi ni mtoto ya nyumbani? I don't need your permission to be in Meru. This is home. Hapa ni nyumbani. Na wewe kama ni mwanaume, simamisha mimi kufika hapa Meru nyumbani. Na nyinyi vijana wa Meru, nyinyi vijana wa Meru, nimetolea nyinyi kofia. Mimi najivunia vijana wetu wa Meru, vile mmejipanga, mkatoa watu ya Soprano mbio. Vijana wa Meru mtashinda kuliza viongozi wenu.
Hapana. Si nyinyi ni wanaume kamili? Kabisa. Si nyinyi mwenye matahiri? Nyinyi ni wanaume si wanaume? Wanaume. Mnaweza tishwa na soprano? Hapana. Mtu ya sauti kidogo. Ni fire si fire. Hiyo ni mtu ya kutisha wabebe. Mimi nashangaa. Wewe unasema ati wewe ni fire. Watu wa hapa nyumbani Igembe wanauawa kila wiki na wakora kutoka Isiolo. Wewe umeshindwa kutuma askari hapa kulinda Wameru, alafu unasema ati wewe ni fire si fire. Wewe ni fire za ngapi? Kama wewe ni fire, kwa nini Wameru wanaumizwa na wakora kutoka pande ya Samburu kutoka Isiolo? Mambo ya kahawa niliwacha, nimepanga shilingi bilioni 7 ya kulipia watu madeni. Wewe soprano umeshindwa kufuata. Mambo ya majani chai umeshindwa. Mambo ya maziwa umeshindwa. Kazi yako ni kutembea na maharagwe na mchele. Alafu unasema ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni soprano si soprano. Soprano ni bure si bure. Bure. Kasongo ni bure si bure. Bure. Ya mwisho ndio niite viongozi. Adwaito. Nyobaito. Adwa nyobaito. Adwa nyobaito. Mwe kwa nyoba. Ile shida tulipata kama Wameru na watu ya mlima ni wasaliti wa jamii yetu. Wale waliuza sisi kwa Kasongo wakiongozwa na soprano. Ni msaliti si msaliti? Huyu seneta wa Meru anaitwa Kavuri Murungi. Ni msaliti si msaliti? Huyu muhindi anaitwa Rahim. Ni msaliti si msaliti? Aende asiende? Aende asiende? Mimi nasema Adwaito Goko town ile. Nemondo wito mwake tawa kwa dura. Nemondo mwake te. Adwa town. Nedamukania. Musharia mondo radio na twaragia. Uhiana na tuhiana. Tayareke. Sasa niulize. Mkikosa mtu ya kusimamisha hapa Meru, nitaenda kutafuta mtu Nyeri nilete hapa. Ni mtu mmekosa? Na ni maneno gani mko nayo hapa town? Gato hizo sio town ni ndio na kuigwa. Nebuo. Ni mambo maoneka. Kabisa. Wewe kama itiate ururu niko choke? Sasa tumesema ndio Meru isimame. Wasaliti ya jamii wakianzishwa na Kavuri Murungi na huyu Rahim na wajumbe wote ambao wamesaliti jamii ya Mlima Kenya. Tuwafagie wote waende nyumbani. Tumekubaliana? Waende wasiende? Tukisema harambe tunasema fagia. Harambe! Fagia! Harambe! Fagia! Wasaliti wote? Rahim? Fagia! Kavuri? Fagia! Wasaliti wa jamii? Fagia! Huyu Gavana Bonoko? Fagia! Soprano? Fagia! Na Kasongo? Wakati nasema tufagie Kasongo tufagie. Sasa wacha nimwambie watu wetu wa Meru. Mimi nilipoona Kasongo ametupangia 41 versus 1 vile alitufanyia 2007 atuumize jamii ya Mlima Kenya, nilienda kutafuta awakazi Stephen Kalonzo Musyoka. Si ndio? Nindakilawega. Ni kazi ni si kazi. Makuzo wapendane wasipendane. Makuzo wakae pamoja wasikae pamoja. Makuzo watafute serikali pamoja wasitafute. Finally ndio niite Kalonzo Musyoka. Munisikiza watu ya Meru. Huyu Kasongo ametupangia jama ya kutumaliza kama jamii. Jana huko Roysambu amebomoa vibanda ya Wameru na Wakikuyu ndio waumie. Para Nairobi amepangia jamii yetu ya Mlima Kenya. Kila usiku anabomoa mali zetu. Anatuma askari wanachoma mali zetu. Huyu Kasongo kwa bahati mbaya akirudi, nyinyi Wameru mtavaa vinyasa. Ametupangia maneno mbaya na lazima tumfukuze. Si ndio? Tumekubaliana? Wangapi wanasema lazima Kasongo aende nyumbani? Harambee! Mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Meru nyumbani, the land of my mother, ya kwamba William Ruto aka Kasongo aka mtu ya Singapore aka Zakayo, nikwambie wewe Ruto, umepanga kugawanya Mlima Kenya
into Mount Kenya East and West. Hatutakubalia wewe utugawanye ndio utumalize. I want to tell you, William Ruto, you cannot come in between the people of Meru, the people of Embu and the Kikuyu nation. We are one and the same, na tuwezi wachana. Kati huo. Na wewe Soprano, my younger brother, hapana tumika vibaya na William Ruto mkiwa na CS Roko. Ate mugawanya Mlima Kenya, ate East and West ndio mtumalize. Sisi tumeamua kama Mlima Kenya tutakaa pamoja kama ndugu na dada, na kura yetu tutaweka kikapu moja, na kura ya Mlima Kenya ikiongezwa na Wakenya wengine ndio itasafirisha Kasongo aende nyumbani, si ndio? Nikipi huyu Kasongo ananitukana ati mimi ni mkabila, nikimtafutia kura alikuwa Mumeru, alikuwa Mwembu, alikuwa Mutharaka, alikuwa Mchuka, alikuwa Mkikuyu, si alikuwa Kipchirchir? Nisi tulijua, lakini tumemalizana na yeye. Na ndio sasa tumeshikana with our cousin, the Ukambani Nation, ambaye ni Mount Kenya South. Sasa tuko Mount Kenya South, Mount Kenya East, Mount Kenya West. Mlima imeshikana kama simiti na tutapeleka Kasongo nyumbani. Sema simiti. Sema simiti. Nikisema mulima munasema simiti. Mulima. Simiti. Mulima. Simiti. Sisi mulima tumeshikana kama simiti. And nobody can come between the people of Meru and the Kikuyu nation. Hawa wa Meru, nimesikia huyu Roko akisema ati hamjapata maendeleo siku Mkikuyu alikuwa rais. Maendeleo iko Meru yote ilikuja wakati wa Rais Mwai Kibaki, mtoto ya kutoka pale Nyeri. Kweli ama uongo? Zile viti zote kubwa, Francis Muthaura, Mweraria, Keraito Murungi, Shadrack Keruki, wa Meru walisikia utamu wa serikali siku Mwai Kibaki alikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kweli ama uongo? Na huyu Kalonzo Musyoka ndiye alikuwa makamu wa Mwai Kibaki. Na ndio unaona mimi natembea na yeye, kwa sababu alikuwa mtui wa Rais Mwai Kibaki. Na mimi najua kuna mambo mengi Kalonzo alijifundisha kwa Mwai Kibaki inaweza okoa nchi yetu. Kati huo, si alishikilia Mwai Kibaki? Ni mzuri si mzuri? Tuungane na yeye. Nitembee na Kalonzo Musyoka. Our cousin. Mtatuunga mkono. Sasa mimi nataka tumkaribishe. Na njia ya kumkaribisha ni kumwambia hi cousin. Si ndio? Hi cousin. Hi cousin. Hi cousin. Kiongozi wetu Stephen Kalonzo Musyoka. Asanteni. Wow. Mumemsikia Rigiji mwenyewe. Mumemwona live. Basi antu wetu wa Meru, akuru na ekuru na twana mugeni kaere andaka Karamoja mugeni. Basi tunafuraha kurudi hapa nyumbani. Mimi ni mmoja wenu, na ni vibaya mtu azuie mimi ama Rigiji. Rigiji kwanza na sana nadhani mtoto wa Mwari, sio? Si mama yake anatoka Meru. Sasa mimi mzee wangu shamba lake liko hapa Katidhine. Mama mdogo anaishi hapo. Mimi ni Mumeru si Mumeru. Nilisoma hapa Meru School. Form 5 and 6. Hata tarehe 28 mwezi huu tutakuwa na maadhimisho ya miaka 70 ya kuanzisha Meru School. Kwa hivyo mtu akijaribu kutumia vijana vibaya, wazuie Kalonzo na Rigiji na JB Muturi na Linturi captain, wanatafuta fujo. Kwanza ule ni captain. Huwezi kuzuia captain aingie. Inawezekana? Kwa hivyo tunafuraha sana. Tunafuraha tele kurudi Meru. Tukirudi Meru tunawaletea, hata tumekuja na baraka za Mwenyezi Mungu, tunashukuru kwa mvua. Lakini kuna kazi muhimu ya kufanya, na kazi hiyo ni kukomboa nchi yetu. Nikisema Wiper, hiyo ndio chama yangu ya Rigiji, nisikiliza ground, sio? Hata nimeona msichana hapa wa rafiki yangu ambaye tulikuwa naye kwa bunge, Mheshimiwa Muriuki. Mnakumbuka alikuwa mjumbe wa Meru, ilikuwa Meru Imagine. Nimeona msichana yangu hapa, mnipigie makofi. Sasa kazi nikisema Wiper, mtanipa komboa Kenya. Kusema kweli, mnaona ni wakati wa kukomboa nchi. Mambo kama haya ya kufunga barabara na kuweka mawe
si linaonyesha nchi imeenda mbaya. Lazima watu wawe na subira. Leaders must exercise restraint. Hata kama ukubaliane na Rigiji na Kalonzo, vumilia, ongee yake. Tukitoka hapa kuja pigana, ongea yako, lakini usiseme vijana wa Meru wapigane wao wenyewe kwa wenyewe. Ni kuonyesha hapa hakuna serikali, na ndio tunasema tunakomboa Kenya. Wiper, hebu inua mkono. Wiper, Wiper, mko tayari kukomboa nchi yenu? Nikisema harambee, nipe one term. Harambee, alafu weka kidole Ruto aone mambo yake yamekwisha, mambo yake yamekwisha, mambo yamekwisha. Sasa Ruto anasema, na hapa nakumbuka kwa hiyo nyumba ile Rahim, anaitwa Rahim, wakati wa Gen Z tulikuja pale Kenoro Stadium hapo Makutano Junction, tukaona nyumba yake ilikuwa imepigwa mawe kwa sababu vijana walikasirika, vijana wa Gen Z, na ndio wametukaribisha hapa. Hata najua ile dance ya Gen Z. Vijana Gen Z mpo? Kumbukeni Ruto alisema nyinyi mkifanya maandamano ya haki na ya kikatiba ati mpigwe risasi miguu. Ni muuaji si muuaji? Kwa sababu ukipigwa risasi mguu si unakufa. Kijana wa kwanza ile aliitwa Rex Masai alipigwa risasi miguu pale Nairobi. Kwa hivyo hakuna kiongozi mwenye heshima ambaye anaweza kusema watu wake wapigwe risasi ati ndio wapelekwe hospitali zifanye nini. Na sisi tunasema vijana wa Kenya wameamua na wazazi wao kwamba risasi ambayo Ruto atapigwa ni moja, risasi moja tu kwa debe. Wangapi atampiga risasi kwa debe aende nyumbani? Na hiyo ni risasi ya haki. Kwa hivyo tunawahimiza mchukue kura. Wangapi wako tayari wachukue mara mbili, hata kama siseme wachukue kura mbili, lakini unaweka bidii marudufu mara mbili. Wangapi wako tayari kuchukua kura jameni? Tunataka tuone, kwa sababu hiyo ndio silaha peke yake. Hiyo ndio silaha ya kuhakikisha unakaa nchi yako kwa raha na furaha. Kina General Mwariama wale wengine walipigania uhuru wa nchi hii, sio wakati miaka 60 baadaye wao wanasumbuliwa na vijana ambao wamepatiwa bangi na vitu kama hivyo. Kwa hivyo mimi nawahakikishieni tuko pamoja, na vile ndugu Rigiji amesema tushikamane. Wangapi wanasema tusiwachane, tushikamane kabisa mpaka tuokoe Kenya? Basi mimi tamkabidhi kwa niaba ndugu yangu huyu, kwanza introduce Dedan J. Justin Bida. Thank you Kuzo. Karibisha. Tuko na ndugu yetu kutoka pale Embu, kiongozi wa kitaifa, the former Speaker of the National Assembly, the former Attorney General, our brother Justin Bidan Muturi. Mwambie hi bro. Hi bro. Mwambie hi bro. Karibu Meru bro. Justice oye. Harambee. Huko namna gani? Harambee. Tumeamua mtu anaitwa William Kipchirchir Arap Ruto na nyumbani tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao. Abuni ya mashariki mtu anaenda nyumbani kutoka hapa Meru. Na tunasema hivi William Ruto, ile madhambi umefanya yote nchi hii, kwanza risasi ya kwanza ya kupeleka nyumbani, risasi ya pili kupeleka jela, kupeleka kotini, risasi ya tatu jela, ya 4 ile mali yote umeiba kwa Kenya tuchukue turudishie wananchi hao madhambi mali yao. Ndio sababu masomo yamezorota kwa sababu ya wizi. Ndio sababu matibabu yamezorota kwa sababu ya wizi ya Kasongo. Kasongo anatuambia kila siku, atiko kitu inaitwa kazi majuu. Badala ya kutengeneza industries hapa, this is an agricultural country. We should be doing value addition in our agricultural sector. Badala ya kuona hivyo, natuambia watu wengine nauza kule Urusi. Watu ambao hawajafanya training ya kijeshi wanapelekwa huko wanauawa. Alafu Kasongo mwenyewe na watu wake wala
wao waruhusu wakilipa, wao ndio wanajua hiyo hela inaenda wapi. Si umeona jana kina mama zaidi ya 50 wamepeleka petition